Mtoto wa Jimmy, ona sasa umeleta bala ndani. Mtoto wa Jimmy, ona bala. Mtoto wa Jimmy. Wewe, nimekusikia yote uliokuwa unaongea na mama yako. Sasa mdomo wako utasababisha nisitimize azima yangu. Dada, kwa nini unazuru watu? Hichi ndio kilichokuleta? Hii ndio sababu utamfanya baba aniruhusu kuja huku. Kulwa, unajua kwa nini nimekuita hapa? Tena sikutaka tuongelee nyumbani. Unajua ni kwa nini? Sio Kulwa, sema kaka. Kwani ukiita kaka unapungukiwa nini? Aya kaka. Wewe unasema kuna nyoka namuonaga na anapotea, hivi ni kweli? Sio kumuona tu. Mbaya zaidi ninapokuwa na wewe. Na sijui hata wewe unakimbiliaga wapi. Muda mwingine nyuma ya nyumba. Nimeona sana. Huyo nyoka ni kama yule. Yuko wapi kwa? Acha utini wako kijinga bwana. Nangu, bila shaka umeona namna ambavyo nimekupambania kwa miaka 8 bila mafanikio. Nikihangaika urudi katika hali yako ya usawa, lakini imeshindikana. Lakini usijali mwanangu, sitokukatia tamaa. Nitaendelea kupambana mpaka urudi katika hali yako. Sawa mwanangu? Yaani najisikia vibaya kuona mwanangu akiwa katika hali hii. Kimya umeenda kwa waganga pasi kujua mimi mumeo. Matatizo umeleta. Sayatasha vipi? Karibuni. Habari za nyumbani? Ona sasa. Unamaanisha nini mwanangu? Kwa hiyo Maseda, miaka yote hiyo 8 bado hujajua lugha ya mwanao? Hata sielewi anamaanisha nini. Mtoto wa Jimmy, ona sasa umeleta bala ndani. Mtoto wa Jimmy, ona bala. Mtoto wa Jimmy. Nini? We mtoto, hebu muogope Mungu. Hivi unakielewa kweli ulichokiandika hapa? Mama Seda, huyu mtoto ni mnafiki na anataka kutugombanisha. Amini ninayoyaongea. Kimya wewe. Kimya. Ona kimya umeenda kwa waganga pasi kujua mimi mumeo. Matatizo umeleta. Sayatasha vipi? Umeleta ona sasa malage ukenyoka ghafla hayayuki pacha waka napata shida. Hii mbaa harufu yake tu najua kabisa huu mkono wa mke wangu. Yaani kabla sijakula najisikia shibe. Mashaallah. Unakumbuka kipindi ndoa yetu iko mbichi kabisa. Nakumbuka nakwambia maabani uwe. Kula mwanangu, na wewe nikulishe. Wewe mtoto leo na wivu wewe.
Haya mambo ya watu wazima. Wewe mume wangu, nataka kusahau. Yaani mwenzio leo mchana hapa pametokea mtafaruku huo. Yaani mpaka natetemeka hapa nilipo, vinyweleo vyote vimenisimama. Wewe. Haya tena. Kitu gani hicho? Au ndo mapacha yako washaanza kukuletea shida? Usinifanye mpaka ubwabwa mimi ukanipalia hapa. Yaani afadhali angekuwa wa mapacha. Wewe. Mwenzio yuko wapi? Mbona unakula peke yako? Hebu kamwite mwenzio bwana. Mama, hayupo. Wewe. Unasemaje? Mke wangu. Si huyo hapa huyo? Wewe. Kwani umetokea wapi? Wewe si ulikuwa ndani wewe? Umetoka saa ngapi? Ina maana kwa tuvizia sisi tutoke kajificha sehemu ili aje kula yeye hiki chakula. Nilisema mimi, wanao wachoyo, umeona sasa? Mwangalie tena nafaka mia mabilibi. Mama yangu. Hawa watoto. Mbona wanashangaza? Hii Yaani hata hivyo bora umefika kwa wakati mdogo wangu. Mpita kwanza ukae. Nimeitikia wito wako. Ile simu ulionipigia imenistua sana. Ikabidi niache kila kitu nije kukusikiliza dada. Lakini dada, mbona una mawazo? Na uchungu mdogo wangu. Na uchungu. Mwaka wa 8 sasa nahangaika na mwanangu. Lakini sijapata mafanikio. Sijui hata nifanye nini, yaani naumia. Yaani sijui hata nifanye nini. Nimehangaika sana. Kama waganga nimewamaliza, lakini sijapata mafanikio. Na unajua maumivu ya mzazi kwa mtoto anapopatia ulemavu ukubwani. Ninaumia sana. Yaani nachoka kabisa. Ila kwa vile mdogo wangu umefika, najua mambo yataenda vizuri. Utanisaidia mdogo wangu. Naomba unisaidie. Umeona nini dada? Mtoto wa Jimmy, ona sasa umeleta bala ndani. Mtoto wa Jimmy, ona bala. Nyamaza dada. Umeniita hapa wala haujakosea. Niamini mimi dada. Kwa njia yoyote ile mtoto atapona. Iwe kwa kiza au kwa mwanga. Iwe kwa kisu au kwa panga. Iwe kwa jembe au kwa shoka. Mtoto atapona. Nakuamini sana mdogo wangu. Naamini utanisaidia. Mwanangu atakaa sawa. Mtoto wa Jimmy, ona sasa umeleta bala ndani. hivi huyu mwanangu. Unajua amenichanganya sana. Hususan kabisa ile jambo la jana usiku. Unaliona liko sawa? Tuachane na hayo. Hivi unajua jana kuna jambo nilitaka kukwambia ila nimeshindwa kutokana na huyo mwanangu. Alikuja jana Mama Seda na mtoto wake. Tena alikuja kwa shughuli mama yangu kabisa. Kushutumu kwamba mimi na wewe ndio tunaomrogea mtoto wake. Ha? Kivipi? Ana kichaa? Hau ugonjwa wa mwanao umeanza kumpanda kichwani yeye kwa kuwa ameumwa muda mrefu. Yaani mimi wangu kikweli hata sielewi. Ni mwenyewe natafakari hayo. Tena yule mtoto kaja kwa njia ya ugombanishi kabisa. Wewe unaona iko sawa kweli? Hapana. Yaani leo hii hili jambo haliwezekani. Yaani sisi tumekuwa wachawi. Kwa maana yake. Sawa. Hata mimi nashindwa kuelewa mume wangu. Yaani nimekosa hata raha. Sawa. Kwa kuwa umenieleza haya, unajua jinsi ya kufanya. Sijali mke wangu.
Mwanangu kweli amini uchawi upo baba. Mwanangu tu tayari ashamkata udata ujue. Mwanangu wetu unavyosema sio uongo. Mwanetu kweli haelewi. Mwanetu kweli jambo limemkuta. Wa baragu. Oya. Sema nini? Itikadi kama hizo ujue anamharibia dogo ujue kama sasa hivi hapa ashamkata kidata ujue. Haelewi ujue aongee ujue anaongea kama bubu afu kwa naye fresh ujue. Mambo kama hoje uchawi ujue mazingira ya ajabu ujue afu wazee wenyewe tunajua nini mtaani wanazunguka tu au sio? Kwa siku hizi lawama mwanetu. Ila mwanangu, mambo mengine si tuyaache mwanangu. Wewe vuta msuba wapo mwanangu. Tujaze akili zetu tufanye mambo yetu. Unajua? Umemtoa tena wapi huyo? Dada, uko hata sio kwema. Sasa kama sio kwema, mimi nitajuaje? Aha, nimekumbuka Seda. Andika hapo chini kama hivyo andika juzi. Mtoto wa jini. Ona sasa umeleta bala ndani. Mtoto wa jini. Ona bala. Mtoto wa jini. Na umefuata nini hapa? Wakati wazazi wako ndio wananitesea mwanangu. Toka hapa, nenda kwenu huko. Toka. Msimsumbue kaka Seda, alikuwa amenisaidia mimi. Nilikuwa nimedondoka. Alafu mbona kama mna wasiwasi naye? Aha, kumbe huyu ndo wazazi wako wananitesea mwanangu. Sasa huyu Melon naye atauona moto wa jiwe huyu. Unaongelea kuhusu nini wewe? Alafu mimi mbona siwaelewi? Kuhusu nini? Sasa twende huko kwenu utaenda kujua ninachoongelea mimi kuhusu nini. Mimi ndo Zena, tondoke. Kimya umeenda kwa waganga pasi kujua.